Ni lako. Na nitakukabidhi shamba hili. At least umetupea hopes, tutarudi shule. Mimi mwenye niliachia shule, nitarudi shule. Daktari, yes. Naweza tamani sababu I think ashajua. Kila mtu ashajua hii shamba mpaka hata mwenyewe ndio huyo amejitoa ameenda. Asha admit pesa shamba hii shamba alinunua na pesa hiyo mzee. Ndio. Mzee ameteseka for long. So naweza tamani pia akuwe ya kusema after miaka mingi kilio ya more than 20 something years at least apata mali yake. Ndio. Nataka niwahakikishie ya kwamba kama nilivyoongea pale nyuma, nataka bado niwahakikishie ya kwamba nataka pia niwahakikishie ya kwamba bado mali yenu na mtaipata. Hiyo msiwe. Hii ni mwanzo. Hii ni mwanzo. Hata 12 hours hazijaisha tangu tupatane, so hii itakuwa mwanzo. Tayari umeshaona matunda, tushaanza kuiona sasa. Sasa tumeona matunda. Na bado mengi ya tajiri katika hili safari. Kwa hivyo ninachowaeleza ama ninachowahimiza ni kwamba tushirikiane katika hili safari. Umeona vituko zimezotoka hapa. Ndio, umeona vituko zinazotokea na bado si eti ya kwamba zimefika mwisho. Bado. Lakini at the end of the day ni kupata nini? Haki yako. At the end of the day ni kusema hakika mimi Paul nimeweza kumiliki haki yangu kama nilivyokuwa mwanzoni. At the end of the day uweze kusema ya kwamba mimi Paul hapa naweza jengea watoto wangu. Hapa naweza fanya hili na hili. Hapa naweza fanya hili na hili. Na hilo ndio litakuwa shukrani na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Hivyo kwa hili shamba ama ili mahali tumekanyanga, nitawaambia ya kwamba iploti. Ndio maana kama mmesikia vizuri nikimwambia yule mwanadada kwa ule wakati kwa sasa ni yake. Kwa sasa, na nikasisitiza hilo. Sijui kama mmenisikiza. Nikasisitiza hilo kwa sababu kwa sasa huo muda ni yake. Lakini hakika nataka niwahakikishie kwamba ili shamba ni lako. Na nitakukabidhi shamba hili. Asante sana. Na unapoangalia ni mahali pia pazuri, the environment iko vizuri. Ni mahali ambapo pia kwa tumainia zingine mnaweza kuwa na mafikra hata pia ya kuenzeka nyumba hapa. It's a nice place. Na nitaka nikuhakikishia kwamba ni yako. Asante sana. Nataka uwe kuwa unajua mahali tumekanyanga ni kwako. Si heti ni kwa Joyce ama kwa Jacob. Hii ni ya nani? Ni yako. Kwa sababu pesa iliyotumika hapa ni yako, sio yao. Sio yao. Asante sana. Walikudhalilisha ndiposa waweze kupata nini? Shamba. Lakini kutoka leo hii shamba ni yako. Lakini usije ukauliza na hizi vituko zote, la hasha. Niko hapa kwa hilo. Niko hapa kwa hilo. Hivyo nina hakika ya kwamba Mwenyezi Mungu atatusaidia na uwepo wake utaonekana. Na zaidi ya yote ninatumaini siku ya kesho, asante sana, ili shamba litakuwa lako mikononi mwako. Sijui kama mna swali lolote lile. Mimi shukrani tu kwa dashuri tu pende daktari. Ndio. Asante. Kaza kamba. Ndio. Mungu azidi kusaidia sana. Asante. Sasa naona sasa roho inarudi sasa. Thank you. Ndio sasa. Ndio. Nilikuwa mnyonge. Ndio. Sasa najisikia dakika kujisikia. Asante. Nishikilie tu mkono. La muhimu nishike mkono na mwishowe utaweza kupata kabisa ulichokihitaji. Asante sana. Nisa ulikuwa peke yako. Katika hili safari ulikuwa unapambana peke yako. Lakini kwa sasa hivi tuko pamoja. Nishike mkono na mwishowe utapata. Sita kwa daktari nimekushika kabisa. Asante. Mwanangu umesikiza? Unasikiaje sasa? Mimi sina mengi ya kusema, lakini nashukuru daktari. Ndio. Umetusaidia sana. Yes. Fika hii place tumefika. Ndio. Haijakuwa rahisi. Tumetembea, tumezunguka, tumeenda courts, tumefanya kila kitu. Yes. Babangu hapa ametembea hadi kwa waganga, lakini wanakula tu pesa yake, hakuna kitu wanamsaidia. But hata nashukuru Mungu tulikupata wewe, ukatusaidia. At least tuko na hopes. Thank you. Tuko na hopes hii shamba ikikuwa yetu legally hapa tutajenga, tutakuwa na a place to call home. Yes. Juu sasa tunahangaika, tunashinda tunalala
place tu zingine hata hazifai, si ya kusema mbele ya watu. Tumeshinda tukihangaika, lakini at this point that tunaweza shukuru. Umetusaidia sana, tungeweza sisi wenyewe, hata hatukuwa tunajua ukweli. Mambo imekuwa mingi, story imekuwa twisted. Hadi sasa siwezi sema ati place tujafika. Hii ni achievement kubwa sana. Amina. Mimi nashukuru tu sana. At least umetupea hopes, tutarudi shule. Mimi mwenye niliachia shule, nitarudi shule. Hadi watoto wetu wenye wananifuata wengine, at least watapata matibabu juu. Hadi babangu hapa hivi ako na shida, ako na naelewa. Depression imemwaffect. Yes. Hadi pressure yake inafika time inapanda tu bure. Sasa akikumbuka stress ya watoto, ana kitu ya kulisha familia, alipoteza mke wake ambaye ni mama yetu. Sasa unaona shida zimekuwa mingi. Tumekuwa tukingangana tu. Tumejaribu tu kusurvive. Tunaweza sema tu ni Mungu alikutuma. Juu sasa hatungeweza, sisi wenyewe hatungeweza, tulikuwa tusha give up, but at least sasa tuko na hopes. Yes. Asante. Tutakuwa together in this journey, na nina hakika ya kwamba Mwenyezi Mungu atatusaidia. Kesi ya babako, afya yake, nina hakika Mwenyezi Mungu atatusaidia. Tutazidi kuwa naye katika maombi. Ndugu zako ambao kwa sasa hivi akili zao sio timamu, nina hakika ya kwamba Mungu atawasaidia na watapata uponyaji. Hivyo nataka mwanze kuona utofauti. Nataka mwanze kuishi kama binadamu wengine. Sio kuishi maisha ya regret. Sio kuishi maisha ambayo amuoni kesho. Sio maisha ya kilio tena. Nataka muishi maisha ya faith, ya kwamba lishafanyika, la kwamba lishatimia, la kwamba hili na hili ni lazima lifanyike. Ni sawa sawa, na msiwe na shaka, kila kitu itaenda vilivyo. Ni sawa. Na pia masomo yenu, na pia kijana ambaye yuko pale nchi za nje, tutazidi kumwombea kwa sababu mambo hutokea, na nina hakika ya kwamba kila jambo linatokea na wakati wake. Kila jambo linatokea na kusudi lake, na kila kitu itakuwa sawa. Everything will work out. Ni sawa sawa. Ndio hivyo, msiwe shaka na hilo. Na bado si eti ya kwamba hii ndio shamba la kwanza ama la mwisho ambalo tumeweza kukabidhi. You had a lot of money. Hii tumekuja kwa sababu ilikuwa ile ya mifugo. Hii ni malipo ya mifugo, ambapo ni ng'ombe, mbuzi, kuku zote. Unajua hata mwanadada pale akisema ya kwamba kuku ambazo zilikuwa pale zilikuwa mingi. Hii ni kurudishiwa hizo mifugo. Bado hatujafika kile kituo kingine ama kile the other step about mali yako kwa yes. Na kitu yenye naweza kuuliza daktari, sema for example madam akipigia bwanake na aseme hataki kurudisha hii shamba, but anaweza offer pesa yenye alinunua hii shamba. Ndio. Mko willing kuchukua, ama sababu si lazima mchukue shamba, but tunajua sasa nyinyi. Yes. Nyinyi ndio mtaamua either, sababu mlinyanyaswa hiyo time, mkiangalia hizo vitu hiyo time, mnaweza fanya hesabu ya hiyo time. Kama ni ng'ombe ilikuwa inatoka hii pesa, na muangalie na hii time. So nyinyi ndio mtadecide either Emily shamba ama arudishie pesa. Ndio, hapo itakuwa uamuzi wa kwenu. Hapo mtaenda mkae chini, yes. Pia nita communicate na your brother kijana, ndio mapesa kwa involve. Yeah. Niambie kama huu mzee akiamua kurudisha pesa, kama itakuwa sawa, but cha muhimu ni akienda ipatikane, si ndio? But mimi nikiangalia hii shamba nasema msiachilie, sababu I think hata hiyo sana na huko majuu nitamchukulia video musuli hapa, alafu nimtumie nimwambie tayari kuna shamba kama hii. Kama naweza work hata mjenge hapa, sababu hapa mnakuwa na nyumba nyingine mzuri. Nyumbani mnaweza fanya, sababu nilisikia ikisemekana hiyo shamba ilikuwa shamba mzuri ya mambo na ukulima kabisa. Mnaweza fanyia mambo na ukulima. Ndio. So sijui Emily, kuna kitu kingine unataka kuongezea?
Mi hata daktari sina mengi, lakini nilikuwa tu na ombi moja. Ndio. Nilikuwa naomba usekiwe life yetu sana juu sasa huyo boss ashajua kuna wenye wamekuwa kwa shamba yake. Ndiyo. Na sasa hiyo ni kama threat kwake. Sasa unaona sasa sisi hali yetu haiko sawa na maisha yetu pia iko hatarini. Ndio. Na pia nilikuwa naomba kama unaweza katusaidia mandugu zangu wenye wako nyuma wapate matibabu, na hata babangu hapa hivi pia apate matibabu. Sawa, kama nilivyokuwa nimesema hapo nyuma ya kwamba maana upande wa watoto wenu na pia babako nitayashughulikia, na kuna jambo ambalo umelisema hapo kuhusiana na maisha yenu. Pia itabidi kwa sasa hivi, kwa sababu watu wataelewa, watajua ni nini kinachoendelea aswa, na binadamu ni wale wale, binadamu huwa wachoki, binadamu huwa wanafuatilia hivyo. Jambo ambalo nitawahimiza ya kwamba nitaweza kuwaekea kinga, tutaweza kushirikiana katika hili safari, ndiposa niweze kuwakinga na upate kwa kila jambo lolote, kwa kila njia yoyote, mambo yenu yako salama. Kama kuna mtu yeyote pale atayekuja na mambo zake zinamrudia yeye mwenyewe. Kwa hivyo upande wa kinga nitaweza kuwasaidia kwa hilo, na nina hakika Mwenyezi Mungu atatusaidia. Ndugu zako usiwe na shida, hilo nimekuambia limo mikononi mwangu. Upande wa baba pia limo mikononi mwangu, na nina hakika kila jambo litakuwa sawa na kila kitu itaenda kwa usahihi. Kuna swali lingine lolote? Mimi nikiongezea tu hiyo, think unaongelea hiyo ya kuweka kinga. Ndio. Sababu I think right now tumeingia kwa jamii nyingine, itakuwa somehow sio rahisi. danger Ndio. kwa hii familia. Yes. Sababu kama wamekuwa kwa hiyo life yenye wanaishi na saa hii, mwenye alikuwa amewanyang'anya na ama mwenye alikuwa amewathreaten, anajua tayari ashaambiwa tuko hapa. Ndio. Na pia huyu mwanamke mwenye amekuwa hapo, umekisikia akiongelea mambo na amekuwa akienda Mombasa, kumaanisha ni vitu zenye anajua. So si ati ni kitu ati anaenda kubahatisha. Ndio. Inaonekana ni kitu yenye anajua mambo na hizi ni mambo wamekuwa yakifanya. Ndio. So nitakurequest waombe at least waweke kinga, na pia hao ma brothers zake wenye hata huyo mwenye ako majuu, nilimpea namba yako, I think mmecommunicate. Pia umwekee kinga, ndio kitu yote yenye hao wanaweza anza kufanya kama kuna ujanja yenye wataanza either nikawa wanataka kuattack, ndio isijaribu kuattack, sababu saa hii ni kwa 100% huyu mzee akisikia shamba yake imeanza kuenda, mambo yake imeanza kuenda msegeneki, na taanza kuzunguka. Lazima aanze kutafuta mbinu za kusimamisha hii jambo. Ni kweli. Na sisi tuko kwa safari ya hapa apate haki yake. Yes. Na watoto wake, na ndio at least akuwe na ile furaha. So ukifanya mambo uwawekee wote kinga. Ndio. Na pia kijana yake nilisikia akihitaji maji. So sijui venye itamfikia akiwa pia sehemu hapa. I think mimi nitafika hapa. Sina mengi ya kuangalia. Asante. Nina hakika Mwenyezi Mungu atatusaidia. Nitaweza kumwongelesha kijana, na pia naomba umwongeleshe kijana kwa haya yote ambayo tumekuja, na mahali ambapo ni vizuri uko unamupdate, kwa sababu ni mtu ambaye hayuko hapa, ila hali ni yeye ametuweka mahali tumekaa sasa hivi. Hivyo ni vizuri uko unamupdate. Kila kitu katika hii familia iko mikononi mwangu. Kila jambo katika hii safari iko mikononi mwangu. Na nataka niwahakikishie ya kwamba everything will come into right. Kila kitu itakuwa into order, na tuendelee kutumainia Mungu. Zaidi ya yote, kwa sababu naelewa vita ambazo mtapigwa, naelewa ambazo vita mtakuwa nazo, nitahakikisha ya kwamba mimi nitawaekea kinga, ndiposa katika hili safari upate kila mtu ako na amani. Na kama kutakuwa na shughuli lingine lolote lile, nitakuwa na wafahamisha. Lakini kwa sasa wachini tuweze kusema ya kwamba kesho tupatane, ili tuweze kuongelesha yule mwanadada, kwa sababu bado mmeona kiburi chake, mmemwona amejisemea mwenyewe, hata bila kuambiwa yeyote, amejisemea mwenyewe ya kwamba huwa wanaenda. Sisi hatukuwa na haraka, kwani tulikuwa tumaliza nini jameni?
Hata nashindwa ni nini mnafanya? Si basi mtoke. Si wewe umekasirika ukatoka ukatuacha hapo. Nimemwacha tu kwa shamba yangu. Ndio maana nimerudi. Tena nikuje kidogo. Haya. Haina msaada, acha nikuje basi. Kila kitu yote.